Mtazamaji wa Njaro TV, nikualike katika wasaa mwingine kabisa wa mazungumzo maalum kabisa na Raheli Nkuni. Huyu ni afisa kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania Kanda ya Kaskazini, lakini pia tunaye Grace Saguya pia kutoka kwenye mamlaka hii. Yako mengi sana ambayo tunapaswa kuyafahamu kwa siku ya leo. Mimi naitwa Alois Mkufi, ungana nami tuweze kufahamu kile ambacho tutakizungumza kwa siku ya leo. Niko na mwenzangu Salim Juma ambaye kwa kina tutaenda pia kudadisi naye kile ambacho tutakifahamu kutoka TAWA Kanda Kaskazini kwa siku ya leo. Afisa, sijui nikukaribisha ama sijui nikaribishe wewe, karibu. Asante sana, nikukaribishe wewe, karibu nyumbani TAWA. Hii ni ofisi ya TAWA Kanda ya Kaskazini. Makao makuu ya kanda yako hapa tulipo Njiro. Yule ambaye anatutazama na kutusikiliza hivi sasa pengine anaweza sifahamu sana sana TAWA kwamba mna deal na vitu gani ama na mambo gani. Kifupi tueleze, alafu baada ya hapo tutajua namna kufanya. Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. TAWA ni taasisi, na ukisema TAWA ni kifupisho cha maneno ya Kiingereza ambayo ni Tanzania Wildlife Management Authority, ambayo ni hiyo hiyo kwa Kiswahili ni Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania. Ni taasisi inayojihusisha na ulinzi wa rasilimali ya wanyamapori na mazingira katika maeneo yote yaliyoko nje ya hifadhi za taifa TANAPA na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo maeneo yote yanayoangukia katika hizo aina mbili za uhifadhi, TAWA ndiyo inasimamia ulinzi wake wa hiyo rasilimali ya wanyamapori na mazingira. Kwa hiyo huku TAWA tunayo maeneo ya mapori ya akiba, tunayo mapori tengefu, tunazo jumuiya za hifadhi za wanyamapori, tunayo maeneo ya wazi, tunazo maeneo ya ardhi ya oevu au chepechepe, tunasimamia maeneo ya vijiji, yaani mahali ambako rasilimali ya wanyamapori inapatikana ikiwa ni nje ya hayo maeneo mawili ya uhifadhi, TAWA ndio inasimamia ulinzi wake. Jambo nililolipata ni jamii kunufaika na mapato kutokana na shughuli za uhifadhi, lakini pia kutokana na shughuli za wanyama. Wamesema kwamba hapo kuna muda pia kuna fungu ambalo jamii inapata, ambalo fungu hilo jamii hiyo ndio itaamua itajenga shule, itafanya nini, itakarabati pengine barabara zao ili ziweze kukaa sawa. Ni kwa muda gani jamii huwa inanufaika, ama ni mpaka wageni waje waanze kulipa baada ya hapo na ninyi mnarejesha kwa jamii? Asante sana. Yaani kurudisha kwa jamii ni pale mgeni anapoenda kwenye eneo husika. Kwa hiyo katika kipindi cha muda husika, labda mwezi, wageni wangapi wameingia hapo, sasa kuna asilimia kulingana na hadhi ya eneo, kiasi kile kitakatwa kwenye jamii kitaenda kwenye kijiji husika. Kwa hiyo ni kulingana na wageni wanaokuja. Kwa hiyo utashangaa kama eneo lenu halijapata mgeni, siku hiyo hamwezi kupata mgao. Kwa hiyo ni lazima mgeni aje alipe, afanye shughuli pale kwenye eneo lenu, ndio unaweza ukapata huo mgao. Kwenye baadhi sasa ya shughuli zinazofanyika kufanya utalii wa picha ambao unaleta wageni kutoka nje. Kama mgeni hajakanyaga kwenye eneo lenu, hamwezi kupata mgao kwa kipindi hicho. Ni pale shughuli tu ya kiutalii itakapofanyika na kiasi kile cha fedha itakacholipwa kulingana na hadhi ya eneo. Ile asilimia sasa itakatwa, itapelekwa kwenye jamii. Kwa inaweza ikawa ni kipindi cha mwezi au ni vipindi vya miezi miwili au ni kipindi cha miezi mitatu. Fahamu kuna jamii ambazo kiasili wanaishi kwenye maeneo ya asilia, kwa mfano Zabe wanaishi kwenye maeneo ya uwindaji hasa porini. Hao watu pia mnawafikia na wanapaswa kupata elimu pia, ingalikuwa maeneo yao wanayoishi ni 95% ni maeneo ya uwindaji na maeneo ya asili.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mahadizabe ni mwananchi wa Tanzania, kwa hiyo na yeye anapaswa kupata elimu na TAWA inatoa elimu. Ndio maana ili kurahisisha sasa hii kazi ya uelimishaji, kwa mfano sisi hapa ni Ujirani Mwema kanda kwenye ofisi kuu, lakini ili sasa kuondoa huo mkanganyiko au kuondoa urasimu wa elimu isiende kaskazini, yenyewe imejimega imetengeneza mifumo ikolojia ili kurahisisha ile kazi iende kwa urahisi, elimu zifikie wananchi wengi. Kwa hiyo imejiweka katika mifumo ikolojia. Kwa hiyo tunazo ikolojia 4 na kituo kimoja. Kwa sasa zimekuwa zikiripotiwa kwenu za wanyama kugongwa, na hali ikoje tofauti na awali? Zipo, ndio hicho ninachokwambia, yaani zinapungua kiasi, lakini bado zinatokea. Kuna zinakotokea hata barabara yetu hii ya wapi Longido, Kinatoni, hiyo Arusha, Dodoma, zinatokea hizo changamoto, bado zinatokea japokuwa zimepungua. Mimi napita na chombo changu cha moto katika barabara ambayo imepita karibu na uhifadhi. Nimepewa limiti ya kutembea na gari yangu kwamba hapa unataka utembee na speed 20 pekee. Lakini mimi kawa natembea na speed hiyo hiyo, ikatokea labda sungura kapita kwa bahati mbaya. Sija over speed. Speed ile sungura kapita bahati mbaya, ama swali nikamgonga ama kapamia gari yangu nikamuua. Sheria itanibana vipi hapo? Kwa sababu speed ni ile ndio elekezo kutembea, sijazidisha. Hapo sheria itanibana vipi? Hapo ni mazingira ya kiushahidi za asili. Nilienda sehemu moja pia wakaniambia wanatumia pilipili kama sikosei. Wanaweka sio kwenye mazao, tembo akija kuna namna sijui akinusa wanapiga chaja, sijui sielewi. Lakini wanasema wanaweka pilipili. Wengine nikauliza wanasema wanafunga bodaboda kwa sababu tembo hataki makelele. Wanafunga bodaboda alafu wanakuwa wanapiga race. Kwa hiyo bodaboda ina kelele. Kwa hiyo tembo hataki sehemu yenye kelele. Sasa kuna mbinu nyingine za kiasili naweza ngasema si rafiki, ni hatarishi. Nimesikia hapa mhifadhi amesema tembo hataki kelele. Sasa kama hataki kelele, akipigiwa kelele ataondoka ama atakuvamia. Hizo ndo njia ambazo, asante ndugu mtangazaji, hizo ndo njia ambazo watu wengi, yaani hata sisi tunatumia kwenye kudhibiti tembo, kwa sababu kama unavyosema tembo hapendi kelele. Kwa hiyo sisi pia tunatumia njia hizo za kuweza kumfukuza katika maeneo, kama vile tunatumia hizi vuvuzela. Unaweza kutumia vuvuzela, ukatumia ni vile vitu ambavyo vinatoa kelele, au pia tembo hapendi mwanga. Kwa hiyo unaweza ukatumia tochi zile zenye mwanga mkali, ambapo watu huku vijijini wanapewaga hizo tochi ili wamulikie tembo. Akiona ile mwanga mkali hapendi, anaondoka. Na hizo pilipili pia unatumia kwa sababu tembo hapendi zile harufu ile ya pilipili. Kwa hiyo yaani hizo njia lazima utumie ili kumfukuza tembo. Pia wanatumiaga mizinga ya nyuki. Mizinga ya nyuki unaweza ukaweka around mashamba, tembo anakuwa yaani akiona hiyo mizinga ya nyuki kwa hiyo hizo ndio njia ambazo tunaelekeza watu kutumia katika kufukuza tembo. Pia kuna vilipuzi, mabomu baridi yale, ukilipua inakuwa inatoa kama hizo pilipili. Kwa hiyo tembo anakuwa anaondoka. Kwa hiyo ndio njia ambazo tunatumia sana kufukuza wanyama wakali, including tembo. Na kwenye kama iwe ni miaka mingapi, lakini nasema kuna muda atarudi. Anarudi muda gani? Na wananchi wanafahamu kwamba inaonekana sasa muda huu tembo anaweza akarudi, kwa ajili ya kujiandaa pengine na hayo ambayo unasema. Wanavyosema tembo ni mnyama watatu ambaye ana kumbukumbu. Kwa hiyo kwa mfano kama tembo anapita eneo hata baada ya miaka 20 anaweza akarudi tena kupita katika ile eneo. Sasa changamoto inayotokea ni kwamba wananchi sasa hivi wamejenga karibu na maeneo ya hifadhi au karibu na mapito ya wale wanyama ambao zamani wanyama wanapita, including tembo. Kwa hiyo changamoto ndio inatokea, ndio maana kuna mwingiliano kati ya binadamu na wanyama pori. Lakini tembo kama alikuwa ashai kupita ile eneo, lazima atarudi. Kusema kujua atarudi lini au atarudi kwa muda gani, lakini ni kwamba tembo ana kumbukumbu. Akipita eneo hilo atakuja kurudi tu kwenye eneo atapita.
Kwa hiyo ndio iko kitu kinachotokea, kunakuwa kuna mwingiliano kwa sababu wananchi wanakuwa wanajenga katika maeneo ambayo kuna mapito ya wanyamapori. Ndio nimejibu swali lako. Sasa na wakati unazungumza hapo wakaniambia kwamba kuna muda pengine wananchi wanaweza tembo anaweza karudi sehemu ambayo pengine mfano labda wananchi amejenga nyumba pale, inakuwaje njia ya tembo, mtu amejenga nyumba, tembo wakati anarudi hali inakuwaje? Na hapa wananchi elimu kwamba hampaswi kujenga kwenye njia ambazo pengine tembo amekwisha kupita. Ya elimu lazima itolewe kwa sababu tayari washajenga, hamna option kwamba kuhamisha. Kwa hiyo zaidi sana tunatoa elimu ya kudeal nao tembo kama alivyoelezea mhifadhi, kwamba jinsi ya kupambana, yani kuweza kuwadhibiti kitokea hali hiyo, au jinsi ya kuepukana nao. Zaidi sana ndio hivyo, kwa sababu kwa kipindi kwa washajenga, hayo maeneo yashakuwa na watu, kwa hawezi ukasema ukaanza kuhamisha. Kwa hiyo unazidi kutoa elimu kwa wananchi au jamii ili iweze kupata kuelewa kwamba jinsi gani wataweza kukabiliana na hiyo. Sema ukikutana na chui simkimbie, mkazie macho. Kajiuliza hivi. Unapotembea mahali kuwa na tochi ambayo inaweza ukaona usalama wako. Mnyama ambaye tunatumia kumkazia macho na ukaweza kuzuia ni simba. Simba akiwa amekuvamia ndio unaweza ukafanya nini? Ukaweza kumkazia macho, na ina tekniki yake. Unamkazia macho maana yule yani unakabiliana naye kama mbwa anavyokabiliwa. Unamkazia macho huko, unarudi nyuma, unarudi kinyume, unapiga mikono namna hii, unapiga makofi namna hii, uko unarudi nyuma, usigeuke. Ukigeuka anakushambulia. Kwa hiyo kwa simba kumkazia macho huko, unapiga makofi huko, unarudi nyuma taratibu, ni kama vile unamtisha, na kwa anashangaa, anaona labda wewe mtu ni mkubwa sana, siwezi kumshambulia. Wakati yeye anashangaa, baadaye akiona unaendelea kufanya hivyo, anageuka, anaondoka. Lakini kwa chui mimi nashauri sana kwamba uwe tu mwangalifu unapopita kwenye maeneo ya vichaka, na epuka maeneo ambayo yana usiku. Unapita kwenye maeneo ambayo yana chui, epuka kupita kwenye maeneo hayo, na kama unapita basi muwe wengi na muwe na tochi. Nifanye jambo gani ambalo mtasaidia uhifadhi ya Swazwa? Jambo ambalo unaweza ukafanya kusaidia uhifadhi ni kama hivyo unavyofanya hivi ulivyokuja unakusanya elimu inayohusu nini? Uhifadhi. Alafu unaenda kupeleka kwenye vyombo vyako vya nini? Vya habari vya online. Hii elimu itawafikia watu wengi sana. Kwa hiyo tayari umeshasaidia nini? Kiasi gani kwa wanafunzi, watoto kuweza kupata hii elimu, ila ni kwenda mashuleni, kwenye shule mbalimbali kuzunguka kwa ajili ya kueleza watu nini wanapaswa kufanya wanapokutana na baadhi ya wanyama, nyoka, chura, vinyonga kama hivyo. Kama nilivyoeleza toka mwanzo kwamba sisi tunaelimisha jamii kutoka kwenye ngazi za taasisi za shule za msingi mpaka level ya chuo kikuu. Elimu tunazofundisha ndio hizo kwamba hairuhusiwi. Ukishasema kwamba umuhimu wa hawa wanyamapori kwamba ni pato kwa taifa, wewe unamwangalia kinyonga. Kinyonga akija akiangaliwa na mzungu anatoa fedha nyingi kwa ajili ya utalii. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukimuua bila kibali chochote wewe umefanya makosa. Kwa hiyo tunawaelimisha kwamba vitendo kama hivyo vitawahatarisha kuingia katika makosa ambayo yatawaathiri kwenye maisha yao. Kwa sababu kwa mfano kesi za wanyamapori, umeua tu mnyama bila kibali, umekutwa na nyara ya serikali bila kibali, aidha umeua hujaua, lakini umekutwa labda na pembe ya nyama yoyote, au hata huyo kinyongo umekutwa naye, hilo ni kosa la uhujumu uchumi. Sasa kosa la uhujumu uchumi, sheria itafuata mkondo wake, utafungwa, utakosa. Kwa hiyo tunawaelimisha athari za kufanya vitu kama hivyo, na mbali ya wao kupata athari ni kwamba unapoua unapunguza mapato ya nchi ambayo yatakusaidia we mwenyewe
Kwa mfano fedha za utalii wa picha watu wanavyoenda porini huko kwenda kuangalia wanyama huko, wanyama pori, wanalipa hela. Ile hela hatumuongelei mwanakijiji wa kule tu ambaye anaishi kwenye ile eneo au mwanafunzi anaishi kwenye kijiji ambacho utalii unafanyika. Hiyo fedha inakwenda kwa mtu hata kule Lushoto. Tunaona kwamba watu wako mbali na uhifadhi, lakini ile fedha inamfikia kwenye mfumo wa serikali. Inamfikiaje? Kunajengwa mashule, kunajengwa barabara, kunajengwa mazahanati, madawati yananunuliwa, walimu wanaajiriwa, mishahara mingine inatokea kwenye fedha ya wanyamapori. Kwa hiyo ukimuua mnyamapori hovyo, unajipunguzia pato la nchi, utapunguza ajira, utapunguza ajira za walimu, utapunguza ujenzi wa madarasa, utapunguza mazahanati, kwa sababu tumemuua mnyama. Kwa hiyo tunawaelimisha kwamba mbali na yeye kuathirika kwamba atachukuliwa na hatua ya kisheria, lakini pia anapoteza mapato. Dada Grace, mwananchi anapaswa kufanya nini ili aende sawasawa na ninyi ambacho mnakihitaji? Wasikilize wakati wa vitendo na pia wafuate sheria, kwa sababu kila kitu kinaendeshwa kwa sheria. Kama hapo waliposema watu wanagonga mnyama wanakimbia, hiyo ni kutokufuata sheria. Kwa unatakiwa kufuata sheria ambazo zimewekwa, ambazo zinalinda wanyamapori. Sana hiyo ndio itasaidia ili rasilimali ya wanyamapori isipotee. Naye ni moja kati ya kiumbe ambacho kinaleta mapato kwenye sehemu yoyote inayohusiana na utalii. Umezungumza kwamba kipindi cha utotoni tulikuwa tukitoka mashuleni kwenye michezo, tukikutana na kinyonga tunaweza tukampiga mawe mpaka tukatowesha uhai wake, lakini afisa wa uhifadhi sasa hivi ametuambia kwamba kinyonga naye ni moja kati ya kiumbe muhimu sana kwenye upande wa utalii. Nilikuwa nataka nikustopishe tusi tukapewa kesi ya hujumu. Kupiga vinyonga. Ni kipindi hicho sasa ambapo hatukuwa na elimu, ila kwa sasa hivi tumepata elimu na tumejua pia umuhimu wa kiumbe hicho pia. Nadhani kuna mengi sana ambayo tumejifunza kwa siku ya leo. Tulikuwa na afisa mhifadhi kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania kwa kanda ya kaskazini. Kama ambavyo nafahamu, kwa asilimia kubwa kanda ya kaskazini ndio kitovu cha mambo masuala mazima ya utalii. Tumeweza kujifunza mengi, na pia na mimi nimejifunza. Nimejifunza vitu vingi Aloisi. Vitu vingi sana ambavyo vitanifanya na mimi sasa kutumia platformu hizi tunazozitumia sasa hivi kuendelea kuitangaza elimu ambayo tumeipata kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunachoweza kuahidi watazamaji wa Njaro TV ni kwamba hatutaishia hapa, tutakuja tena ili kuchukua elimu na elimu hii tukaieneza kwenye jamii ambayo inatuzunguka. Kifupi TAWA kuna vitu vingi sana. Hata kuna baadhi ya vitu ambavyo pia tunatakiwa tutafute watu wengine ili tuweze kuzungumza kiundani. Lakini kwa leo nadhani ni kutoa elimu kwa wananchi waweze kufahamu sasa faida za kuwa na wanyama. Kuna pesa ipo, kuna faida kubwa sana ambayo inapatikana kupitia utunzaji wa wanyama, lakini pia kutunza mazingira, kwa sababu mazingira ndo yanaleta hawa wanyama wengine. Tusikate miti, tusiharibu vyanzo vya maji. Sababu ukikata miti maana kinyonga hawezi ishi hapo. Hata twiga tunaona chakula chake kingi kinatoka kwenye miti. Kwa hiyo tukikata ile miti maana ni kwamba tunahatarisha uhai wake pia vile vile. Mtazamaji, hatuna la ziada. Naamini umepata yaliyo mengi na umejifunza. Umechukua machache pengine ambayo unaweza kufanyia kazi na yatakusaidia katika maisha yako. Asante sana kwa muda huu. Jina langu naitwa Alois Mkufya. Mwenzangu hapa alikuwa ni Salim Juma, balozi wa amani. Asante sana. Asante.